ninapozungumzia kujilinda, sawa. Endapo ikatokea umeathirika kama hivi, alafu ukaendelea kushiriki tendo la ndoa na watu tofauti tofauti, inaweza kuwa ni hatari zaidi, kaweza kusababishia wewe kupata maambukizi mapya. Sio mfano. Sisi hapa tunafuatia. Akifika nyumbani, aliyopata itakuwa ni uume, ama pia itakuwa ni dume, na azifu mwezee na swala. Lakini ni vizuri zaidi kama wanandoa wote itazamia fedha. Sawa. Ndio maana tunashauri kama tunambizio wote mwezi kima na kujua fedha. Sasa. Kwa cha msingi kuwa na hali hiyo si mwisho wa maisha. Sawa? Ila tu ni vitu vya msingi ambavyo tutakuwa vizingatie. Ni vema wote mkajua hali zenu na mkaanza matumizi ya dawa asili. Hiyo itakuwa ndio njia sahihi ya ninyi kuweza kuishi vizuri. Kuna vitu tu vichache ningependa kufahamu kutoka kwako. Vipi ikatokea umeathirika? Ni hatua zipi utazichukua? Kitu cha kwanza nitapokea hali. Okay. Lakini pia kuna ugonjwa kama ulivyo ugonjwa mwingine. Of course. Okay. Ya uko sahihi. Uko sahihi. Na vipi ikatokea haujaathirika? Ni hatua zipi utazichukua? Maana yote yanawezekana. Nitamshukuru Mungu, lakini nitakuwa makini kumlinda mwenza wangu na kwa kunilinda mimi na mimi nimlinde, nikimaanisha kwamba nazuia katika vituo vya afya. Okay. Ni vitu vya msingi umezungumza. Kitaalamu liko hivyo, tunaita self defense. Lakini sasa tukana na vipimo vyetu hapa, tapata ni wewe mjaathirika. Yes. Wewe hujaathirika na nipende kuhongeza kwa hilo, lakini pia nipende kukuambia endelea kujilinda. Sawa? Hii inawezekana. Hii inawezekana tu. Kwa nini siwezekani? Kaka, unajua mbali ya mimi na wewe kuwa marafiki. Okay. Kuna kitu ambacho mimi kimenisababisha niweze kuja kupima. Kipi hicho? Ukweli nimeishi kwa hofu kwa hizi kadhaa. Mimi na mke wangu kuna kitu ambacho hakipo sawa. Okay. La sio rahisi kuweza kumwambia mama, baba au baadhi ya watu wa karibu. Nimeshindwa. Niki. Unajua unafahamu mimi na Salome tumetoka wapi? I know about a long time. I know.
Umefanya majibu vizuri kweli. Tony, why nikuogope? Nipate faida gani? Mimi mpaka nakuja kufanya check up tu. Mke wangu ameathirika. Basi tusiende mbali. Mimi swala la shemeji nifahamu. Yes. Shemeji alikuja hapa na alifanya vipimo. Niliweza kugundua ambacho ananiambia. Na kiukweli kabisa Tony, wewe nasikia mtu for a long time. Nilitaka nipate nafasi ya mimi na wewe kukaa pamoja, niweze kukufanyia vipimo ili kusudi nijue wewe uko katika hali gani. So pia sikupenda kuona mnaweza mtafaruku kwenye ndoa yenu ama kufarakana kwa ajili ya hili swala pasi na wewe kujua uko ya social facility. Hii swala wala haliwezi kuwa changamoto hivyo kwa ikafikia hatua kuteteresha wewe kiasi hicho ama kufikiria kwa jana wa shemeji eti kwa sababu tu ana maambukizi ya HIV. No. Wako watu kama ninyi wameishi takriban hata miaka 50 na zaidi. Kuna vitu tu kadhaa vya kuzingatia na endapo mtafanya hivyo basi utaishi kwa amani sana. Nicky, you know how napenda sana. I know brother. Utawezaje kuishi hivi mimi? Tony, unaweza. Kuna vitu tu vya msingi vya kuzingatia na kuna seminar kadha wakaza nitapatia ili na kwa namna gani mtaweza kujikinga na mkaendelea kuwa hivi. Yeye akawa na maelekezo na wewe kama katika hali ya mambo. Kitu cha msingi ni kujilinda wewe kama wewe. Sawa. Kitu cha msingi ni kujilinda na shemeji naye hakikisha tumia dawa kwa wakati, kwa sababu zipo dawa ambazo nimempatia ya rafiki. Hizo ndo msingi wa maisha yake kuanzia sasa. Sawa kaka, mimi nikushukuru. Acha niende nyumbani. Unataka kwenda wapi? Hutaki kufanya hiyo. Mimi kama mwanaume ninayempenda mke wangu, na sababu zote za msingi zinachukia kwa hiki kilichotokea. Hata ungekuwa wewe ungeweza kufanya maamuzi yoyote? Siku zote umekuwa mwanamke bora, mwenye heshima, mcheshi, safi, mwenye hofu na Mungu na mwenye upendo pia. Nimetoka hospitali lakini alifanya mbaya sana. Sina kile fuste. Ulifanya tu kwa bahati mbaya. Nimekaa chini mimi na akili yangu na moyo wangu pamoja na viungo vyangu vyote. Still tunahitaji penda sana. You know how things are. You know how I need doing life.
Sasa mimi Sasa niache. Sasa nikuache nini sasa? Tutamda kipindi chake. Kwa kama mtu na kipindi chake ulivyokuwa umelala huko. Msaro pengi sitaki. Mimi sitaki nipe. Msubiri sio. Wewe utangaza bali kipindi chako marudio. Kwa nini usiangalie marudio? Utangaza marudio. Kwanza hiyo tamsia hapa na hapi. Ndio kipindi changu kiishi hapo tangaza kipindi chako marudio. Kwa unaona mimi nilivyokaa nimetulia nina faili? Ndio. Yes. Basi hapa. Soma. Kama panga yote sasa. Okay. Wewe. Siku nanga ina siku mabisi. Kwa yule ndio alikuwa anafanyaje ba? Hani mdada au mkaka mtu na mtoto. Afile mama hao walipita hapo. Ni mama yao. Huo ni mama wa mwanamke ila yule mwanaume ni mkwe. Nzuri kweli ndio alikuwa anaangalia sipimalizia. Inabidi nitenge muda sasa nifuatilie. Mtange mrefu ni series sasa ngamofi. Afuna kama hiyo wako kiss baby. Vipi mimi ningekuwa maigizaji wengine usikweli ni kiss kama hiyo. Singekuweza. Wivu tu. Sio wivu, sio kuruhusu. Hayo sawa giza hivyo. Alafu mimi nakuangalia tu. Kwa sababu na marafiki zangu wengi wanaigiza. Sasa kama na marafiki zako wanaigiza, na yeye anataka uigize. Sina kuchekesha watu. Kwanza kanome sasa hivi. Kwanza kuigiza opena. Tuka mambo ya vile foko na ile kuigiza kuna. Yaani nimesema tu, sababu na marafiki zangu wengi wanaigiza. Kwa nini unataka wengi hapo? Mimi fani yangu ni kucheza na kompyuta na simu basi. Hapana kuigiza. Basi. Bwana niambie. Bwana niambie. Tutakwambia baadaye. Niambie sasa hivi. Tutakwambia baadaye. Sasa hivi. Kupenda. Nakupenda pia. Zaidi. Mungu, bwana sipo chengine. Ndio hicho nachotaka. Niambie. Nitakwambia baadaye. Taibu. Baadaye. Kweli. Tuangalie basi. Sisahau bali nakukumbusha. Tony na Salome. Kwa mara nyingine elimu yetu inatupa majibu yale yale. Baba Tony wewe hauna maambukizi kama ilipokuwa. Shemeji hapa na majibu yale yale. Ila kitu pekee cha msingi nilichokipenda kutoka kwenu hasa Tony wafanya kile sana wengi sana. Mimi kutokana na professional hii na kuifanya kwa muda mrefu nimeshuhudia ndoa nyingi sana zikipatika. Ninazo taarifa njema tukapanga sheria hizo. Fikiri hizi zitafurahisha. Tony, shemeji ni mjamzito wa miezi mitatu. Mbona kama Salome hajafurahia hii taarifa?
unajua wajawazito ka Sifa jaribu. na mpaka kadhaa sikia. Basi utaendeleza itakapoisha. Daya. Tony, sasa unafurahia nini? Ha? Na kwa nini ulitoboa kinga? Tony, naongea na wewe. Uogope kufa? Nakuuliza, uogope kufa? Salome, wewe ni kama kivuli changu. Popote nitakapokuwepo, basi nawe utakuwepo. Siwezi kukikimbia kivuli changu. Nakuhitaji zaidi kwenye maisha yangu. Na ninakupenda mno. Hakuwa na hilo tatizo, sio kwamba utakufa. Mbona watu wengi wanaweza kuishi na hiyo hali? Kwa nini mimi nimeweza kukubaliana na hilo swala afu utakuelewa? Tony, usiongee vitu kavichukulia kama ni urahisi. Hivyo hujui kama unataisha afya yako. Ha? Naona wewe labda hujionea huruma. Mimi nakuonea sana huruma. Usifikiri kama mama mimi yale naipenda. Au usifikiri kama nitafurahia na wewe uipate. Nakuelewa Salome. Lakini kumbuka kwamba nimetoa maisha yangu kwa ajili yako. Nahitaji tukamilishe ndoto yetu ya kuwa na mtoto. Salome, upo kwenye maisha yangu. Wewe ni muhimu zaidi. Hauhitaji kujihisi mnyonge. Hauhitaji kujihisi uko peke yako. Ni kweli nimetoboa akili. Lakini Tony, yani kwa nini na wewe yali ikupate? Kwa nini? Kwa sababu nakupenda Salome. I need you in my life. Siangalii nini kitatokea. Mimi nawe ni mwili mmoja. Wewe ni mimi na mimi ni wewe. Hivyo tuangalie furaha yetu zaidi. Usiangalie nini ambacho kimetokea. Remember, I'm here for you. Hey, Yes, babe. kundi mmoja kufanya kazi ya kuseparate. Nimeona nimemalizia huko, lakini pia sinajua laptop yangu imeharibika kidogo. Haya, una shida wachaji, kwa hiyo nimeona leo nitumie tu disk kutoka hapo. Sababu una maana mpaka sielewi. Hapa kuna account nafungua kwa watu wa music. Account za Boomplay, Spotify, Audiomack hapa ndo namfungulia. Yes. Kwa kitu. Kitu gani? Sasa tuniangalie huko. Babe, namalizia kazi za watu, ongea na kusikiliza hapa. Mimi nataka nikwambie eti kuna surprise. Surprise gani? Sasa Salome, yani mimi ndo maana napenda nifanye kazi wewe ukiwa umelala. Sawa. Nakusubiri. surprise. Surprise nini? Niambie. Surprise ni zile masikio. Hizo masikio. Alafu nikuangalia unaangalia wapi? Angalia huko. Salome. Sasa nini unafanya hivi?
Yaani mtu najamba tu bila msingi wowote. Sasa ndo nini hivi? Yaani hata mudi yenyewe kazi ishatoka sasa. Mtu najamba tu, yani unajamba tu. Kazi yenyewe hata siwezi kuendelea kufanya. Mtu unajamba afu yani harufu inavonuka mpaka anashindwa kuhema. Kwa mapenzi na kusifia we, mwenzako siwezi kuwa mbali nawe, ukiniacha nitajifia we. Lazizi, moyoni mwako nimetulia we. Sema unapenda burudani gani, niko tayari kukupatia. Mwenzako baby nalipenda soka na wasotupenda tukome. Kwako napata radha burudani, napewa nafasi ya pakome. Basi, baby usijali simuti ya vuja tupo sista taswa tuone. Na kibari